Amen. Si nitampea ile chumvi. Lakini nimepata nini baadaye? Nimenungunika. Yes. Kwa hivyo sitapata baraka. Yes. Hata nikimpa yote, hata nimpe carton, sitapata nini? Baraka. Shetani ashindwe. Na Mungu hataki kupeana kwa namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu anataka tupeane Kwa roho safi. vile jinsi ambavyo tunavyomtumikia, tumtumikie kwa hiari, intentionally. Yes. I wish mtu angeelewa what we mean by the word intentionally. Giving intentionally. Yaani kusema hiki sasa hiki ambacho napeana sasa wache kiende kikasaidia watu wengine. Na unakiachilia kwa roho safi. Huko ndiko kupeana ambako nataka tuzungumzia asubuhi ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Kupeana kwa Mungu kwa ajili ya kutafuta baraka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo tunasema the heart of giving is the art of softening or breaking or yielding. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kule kunyenyekea unapotoa mbele za Mungu. Hapo tumetoka sasa. Kila mtu anajua what is intentional giving. It is giving with a free will, with a free heart, without complaining, without blaming each other. Bila kusema sasa mimi kwa nini nifanye hiki hata pastor mwenyewe ama bishop hajafanya hivyo. You have already complained. Na Mungu hawezi kukupa baraka kama umefanya nini? Kama umecomplain, yes. Umepeana lakini umefanya nini? Umecomplain. Kwa hivyo hapo sasa baraka tuweke nini? Bwana Yesu asifiwe. Is that yielding? Kupeana kwa unyenyekevu. So giving intentionally is purposeful approach towards giving. Unapeana. Na hapa sisi tunazungumzia kupeana kwa Mungu. Kwa Mungu. Ndipo sasa tujiulize sasa ni nini ambacho tunapeana kwa Mungu. It is that purposive approach. Yaani wewe mwenyewe umesha plan. Si ule msukumo hujashurutishwa na viongozi wa kanisa kwamba tunafaa kupeana gorogoro. Gorogoro ni jina nimekuja kupata huku. Hiyo ukembe. Si ndio? Kila mtu anafaa kutoa. Yaani mpaka inafikia karibu viongozi waje kwako na gunia. Shetani ashindwe. Na ukipeana yale mahindi ama maragwe, umebarikiwa. Imagine. Nakumbuka siku moja last year wakati tulikuwa kutana mchungaji alisema sasa itabindi, alikuwa anasema tu kwa kuchekesha lakini nilipata jambo zito sana. Alisema itabindi sasa niwe napita kila mboma kuangalia kuku wako wako na vifaranga vingapi. Alikuwa anasema tu emphasize point fulani ya kutoa kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na mchungaji aje ahesabu vile vifaranga ama mahindi kiasi cha ambacho umevuna. Ndio umetoa lakini umebarikiwa. Kwa hivyo sasa hiyo ndio hatutaki kabisa siku ya leo. Kwamba tutafanya kitu kwa kusurutishwa, Mungu hataki. Kwa kulazimishwa. Mungu anataka tutoe kila kitu kwa hiari, kwa moyo wetu. Ningetaka tusome mifano ya watu ambao walipeana intentionally, ambao walipeana kwa moyo mkunjufu katika Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na tutaanza na hii story ya Cain and Abel, ama mnamuita Abel ukitaka. Cain and Abel story yao tutapata katika Genesis chapter 4. Tutasomewa na yule ambaye ana Biblia ya Kiswahili ndipo tuweze kuelewa sisi wote kwa pamoja. Cain chapter 4. Genesis chapter 4, story ya Cain and Abel, kuanzia hapo moja. Yule ambaye ana Biblia ya Kiswahili anaweza akatusomea kwa haraka. Tutasoma. Adamu akamjua Hawa mkewe, naye akapata mimba akamzaa Kaini. Akasema, nimepata mtoto mwanamume kwa Bwana. Akaongeza akamzaa ndugu yake Habili. Habili alikuwa mchunga kondoo na Kaini alikuwa mkulima ardhi. Ikawa hatimaye Kaini akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana. Habili naye akaleta mazao ya kwanza wa wanyama wake na sehemu zilizonona za wanyama. Bwana
akamtakabali Habili na sadaka yake, bali Kaini hakumtakabali wala sadaka yake. Kaini akaghadhabika sana, uso wake ukakunjamana. Bwana akamwambia Kaini, tusonge mpaka 7, itaachia 7. Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu na kwa nini uso wako umekunjamana? Kama ukitenda vema utapata kibali, usipotenda vema dhambi iko inakuotea mlangoni, nayo ikakutamani wewe, walakini yapasa uishinde. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapo tumepata mfano wa watu wawili, Cain na nduguye nani? Abel. Nani alikuwa mkubwa? Cain alikuwa mkubwa wa Abel. Cain alikuwa mkulima, si ndio? Abel alikuwa mfugaji. Unajua huyo yote kwa agriculture ni kilimo. Unaweza kulima kwa kulima mimea ama ukafuga nini? Mifugo. Kwa hivyo sasa hawa wana wa Adam walikuwa namna hiyo, na ilifika siku moja wakaenda kutoa mbele za Mungu. Si fungu la 10 ama matoleo ya mavuno, siku na mavuno. Sasa ikafika ile siku wakaja kutoa mbele za Mungu, mbele ya madhabahu. Na Cain Abel ndiye alitangulia kuleta zile yale mavuno yake, akaleta mifugo ambao wamenona kweli kweli. Wewe mwenyewe ukitazama mifugo si unaweza jua hii inakupendeza, ama hawa wanyama ni wazuri, wana afya, na hawa ni wakonde ama hawana afya, si ndio? Kwa hivyo Abel hapa alitoa sehemu ya mifugo yake ambayo ilikuwa na afya kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na Mungu akaweka nini? Tiba. Cain naye sasa akaja kuleta mavuno yake. Cain alileta nini, mnaita aje kwa lugha ya hapa ya Waluya? Yale mavuno ambayo ni kama yale sasa watu wanapita kuokota kwa mashamba ambayo yashavunwa. Unaita sasa. Imagine shetani ashindwe. Shetani ashindwe. Praise God. Imagine hayo ndio mavuno Cain alileta mbele za Mungu. Na Mungu katika sehemu ya 6 anamuuliza, then the Lord said to Cain, why are you angry? Why is your face downcast? Kwa nini umekasirika? Alafu umeinamisha uso. Kwani ukifanya jambo nzuri si unahesabiwa haki? Na ukifanya jambo ambalo si nzuri mbele ya Mungu pia utapewa haki yako. Shetani ashindwe. Kwa hivyo hapa tuliweza kuona Cain ni kama wale ambao tunasurutishwa kutoa mavuno ama kutoa sehemu yoyote kanisani, tunalazimishwa. Hatufanyi vile kwa hiari. Pengine Cain alitoa kwa sababu ndugu yake alifanya nini? Alifuata ndugu yake. Hakuwa ameplan, na tumesema intentional giving, it is that which is planned. Korinto. Umeamua hii sehemu kama vile ambavyo unaweka sadaka yako mapema kutangulia siku ya ibada. Unasema hii ni sadaka na unakuwa unaiombea pale. So that is already planned. It is intentional. Umeshaamua hii sehemu ni ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hapa sasa Cain yeye alifanya kwa sababu pengine kule viongozi walikuwa wamefanya nini? Deacons. Walikuwa wanasoma list. Wale ambao hawajaleta mavuno. Shetani ashindwe. Na kwa sababu aliogopa aibu ya binadamu, yeye akafanya nini? Pia yeye akaleta, tumeita nini? Shetani ashindwe. Tangu hiyo siku hapo ndio laana ya Cain ilifanya nini? Na ile hasira ambayo ilimpata ilitangulia, ukiendelea pale akaenda kuua ndugu yake kwa sababu ya hasira, because Abel and one interest in the eyes of God. Alikuwa ameshafurahisha Mungu vile ambavyo tumesoma, na akahesabiwa haki. Bwana Yesu asifiwe. So kutoka kwa hii story ya Cain and Abel, tunafaa sisi wenyewe tujiulize kile ambacho tunatoa kwa Mungu ni kitu ambacho tumefanya kwa kusurutishwa ama ni jambo ambalo tumefanya kwa hiari. Bwana Yesu asifiwe. Na Roho wa Mungu akatusaidie kumtolea Mungu kwa hiari. Bwana Yesu asifiwe. Hayo ni maombi ya sisi sote. Mungu atuwezeshe kumtolea kwa hiari. Praise God. Amen. Tutaweza kupata mfano mwingine hapa, mfano wa mtu mwingine ambaye alipeana kwa hiari.
story ya Abraham. Si mnaijua? Abraham aliweza kukaribisha malaika. Hiyo tutasoma katika sehemu ya Mwanzo, kitabu cha Mwanzo 18. Mwanzo 18 Mtanisamea leo nimeacha Biblia nikasema hii Biblia sasa itakuwa mzigo na sitabeba vitu ambavyo nafaa kubeba. Kwa hivyo kwa sasa tutatumia hii, lakini tutasoma kwa Kiswahili 18 kuanzia 1 hadi 10. Tusonge kwa haraka tafadhali. Mwanzo 18 Inasema hivi. Bwana akamtokea Ibrahimu karibu na mioloni ya Mamre alipokuwa ameketi mlangoni pa hema yake mchana wakati wa hari. Akainua macho yake akaona, na tazama watu watatu wamesimama mbele yake. Naye alipowaona alipiga mbio kuwalaki kutoka mlangoni pa hema, akainama mpaka nchi. Akasema, Bwana wangu, kama nimeona fadhili machoni pako na kuomba usinipite sasa mimi mtumwa wako. Na yaletwe basi maji kidogo, mkanawe miguu, mkapumzike chini ya mti huu. Nami nitaleta chakula kidogo, mkaburudishe moyo, baadaye mwendelee. Iwapo mmemjia mtumwa wenu wakasema, haya, fanya kama ulivyosema. Basi Ibrahimu akaenda hemani kwa Sara, akasema, timiza vipimo 3 vya unga safi, uukande ufanye mikate. Ibrahimu akapiga mbio kwenda kudini, akaleta ndama